Je, unajua kwamba mashujaa wengi wa imani walikuwa ni vijana kweli? Wengi wa watu hawa walikuwa vijana au watu wazima kidogo wakati maisha yao yalipogeuka kuwa ushuhuda wa milele. Walikuwa watu waliomfuata Mungu kwa moyo wote katika miaka ya ujana. Leo nitakutajia wachache wao ambao wana mifano iliyowekwa ambayo tunaweza kupata masomo muhimu kutoka kwao. Wa kwanza ni Samueli. Samueli alikuwa kijana aliyesikiliza sauti ya Mungu. Samueli alikuwa na umri wa takribani miaka 12 Mungu alipozungumza naye. Tunapata mazungumzo hayo katika Samueli wa kwanza sura ya 3. Usiku huo alikuwa amelala katika hema la kuabudia alipoisikia sauti ya Mungu kama ya Eli, si mara moja, si mara mbili, bali mara 3. Licha ya kutojua kwake mambo ya Mungu, hamu ya Samueli ya kujibu haikuwa na shaka. Kila wakati alimkimbilia Eli mara tu baada ya jina lake kuitwa. Mstari huu ulinifanya nifikirie kuhusu umuhimu wa kuwa tayari kusikiliza na kutumika. Samueli alikuwa na uwezo wa kuongea, ndio maana aliweza kumsikiliza Mungu mara tu Eli alipomwongoza kwenye chanzo sahihi cha sauti. Andiko hilo linapatikana katika Samueli wa kwanza sura 3 mstari wa 10. Kama Samueli, wengi wetu hatuijui sauti ya Mungu. Tena ni rahisi kuitilia shaka kama hatujasikia kwa usahihi au kuhusisha kile tulichosikia na vyanzo vingine. Ndiyo maana tunapaswa kuwa na nia ya kutumia muda na Mungu ili tuweze kutambua jinsi anavyozungumza. Mungu hana ubaguzi linapokuja swala la kumkaribia. Anazungumza nasi sote binafsi bila kujali umri. Na kama vile alivyomtumia Samueli kumuonya Eli kuhusu kile kitakachokuja, Samueli wa kwanza sura 3 mstari wa 18, Mungu anaweza kukutumia wewe pia. Nitakueleza kuhusu shujaa wa pili katika video itakayofuata. Natamani mimi na wewe pia tuwe miongoni mwa mashujaa hawa. Bwana akubariki sana siku ya leo.